Kwa kazi ile ambayo uliniomba, nimetengeneza jedwali hapa moja kama mfano, ambapo kuna sehemu ya namba za serial namba, namba moja. Kama kawaida kuna sehemu ya majina ambayo nimetolea tu mfano haya majina hapa. Lakini kuna sehemu ya masomo, mathematics, Kiswahili, geography, English, historia ya Tanzania. Kuna sehemu ya jumla, average pamoja na grade. Jedwali hili unaliandaa kama lilivyo, alafu baadaye unaliselect au una highlight hili jedwali kama lilivyo. Unali highlight kama lilivyo, shali highlight hadi mwisho hapa. Una copy hilo jedwali lako, unakuja kupaste pembeni. Unakuja mwanzoni mwa jedwali lako hapo unaacha row hii unaiacha, unaruka unakuja hii ya pili yake hapa unabonyeza hapa pembeni, una paste hili jedwali. Kwa hili hapa hili jedwali linajirudia mara mbili hapa kama lilivyo. Kwa hiyo kama litakuja na space kubwa, basi wewe ndio utakuwa kazi yako utakuwa unapunguza tu hizi nafasi. Kazi yako kubwa itakuwa ni kupunguza hizi nafasi ili hizi nafasi zisikusumbue. Unazipunguza hizi nafasi hizo kama tulivyopunguza hapo, lakini ukiona zimezidi sana unaongezea tu. Samahani natumia simu ndio maana unaona nahangaika. Kwa hiyo unaongeza space hizo. Hapa sehemu ya majina unaweza ukaongezea nafasi, lakini huku ukapunguza tu kulingana na nafasi ili upate nafasi ndogo kidogo. Unapunguza hapo, unapunguza hapo. Baadaye unakuwa na majedwali mawili. Hili liko hapa, alafu hili liko pembeni yake. Baada ya hapo, wewe utaanza kutafuta, utaweka kanuni ya grade kwenye jedwali hili la pili yake hili. Utaweka grade kwa mfano kama mathematics iko hapa. Grade yake itatakiwa isome grade za somo la hesabu kwenye jedwali la pili. Kwa hiyo angalia hii seli ya jedwali la pili ipo wapi? Kwenye C2. Hapa panaonekana kwenye column ya C, alafu row ya ngapi? Ya pili. Ndio unakuja kuitumia hapa. Utaweka sawasawa kwa mfano kwa kuweka formula ya hapo. Utaweka alama ya sawasawa. Utaandika if kama unafungua mabano C2 ambayo ndo ipo mathematics kwenye jedwali la pili huku, ambao kwenye mathematics C2 kama C2 itakuwa ni kubwa, kama C2 atakuwa ni mkubwa, kama C2 atakuwa ni mkubwa au sawasawa na, unaangalia grade zenu zile interval zenu 75 ambao ndo A, basi hiyo isomeke kuwa ni nini? Isomeke kuwa ni A. Baadaye unaweka mkato. Sasa kwangu mimi ili nifanye haraka nitaikopi kuanzia hapa ili niwe na pesi niwahi kuedit. Naikopi hii na kuja kama hapa nipoishia na paste, nabadilisha tu hapa. B yangu inaishia ngapi? B huwa inakuwa ni 61 kwenda juu. Alafu hapa nabadilisha, naweka nini? Naweka B. Nakuja hapa tena na copy na paste ile, na hapa C yangu huwa inakuwa 40 ngapi? 41. Hapa natoa hiyo A, naweka C. Alafu baadaye hapa na paste, naweka kwa sababu hii ni D ambayo inasomeka kuwa ni 20 ngapi? 21. Hii hapa natoa hii D, natoa A, naweka nini? Naweka D. Otherwise hapa siweki chochote, ila naweka hii quotation mark. Baadaye naweka nini? E ambao ni F. Kama otherwise kama ikiwa tofauti na hapo hiyo F. Baadaye unahesabu umefungua mabano mangapi? Hapa nimefungua mabano 4.
nayafunga 1 2 3 4. Baada ya hapo nabonyeza enter, ila kwa nabonyeza enter tayari huku itasomeka kwenye mathe. Mimi sasa hapa na scroll kama kawaida kwenye somo la mathe hapa, na scroll mpaka hapa. Baadaye tena utaingia somo jingine kwa kuweka formula ile, lakini kwa kumaanisha hivi, ili mradi nikiwa nikijaza hapa, kwa mfano nikajaza somo hapa, nikijaza hapa 89 hapa kwenye jadwali la pili, maana yake huku inaniandikia moja kwa moja A. Nikijaza hapa 56 kwenye jadwali la pili huku kwenye upande wa mathe, huku inaniandikia nina nini? Nina C. Nikijaza hapa 67 kwenye jadwali la pili huku inaniandikia nina nini? Nina B. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa masomo mengine yote kama tulivyofanya somo hili. Hakikisha tu kisha hii grade utakayoitumia, seli ya grade utakayoitumia hapa inaendana na somo huku, kwamba inapatikana kwenye C2 hapa. Ukiangalia huku inasoma ni C2, ndio tumeitumia kutafuta grade ya wapi? Ya hapa. Kwa hiyo hilo zingatia sana. Kama kuna sehemu jaribishia, kama kuna sehemu utashindwa utani taarifu. Asante.